Ameua mwanangu, tunafanyaje? Hapo kuzika mwanangu, tunafanyaje mwanangu? Subiri tatu nikimbie. Tunaona elimu. Hebu nisubirie dakika moja. Vamos, vamos. Hapa sijaona kana kitu hata. Mimi nimemwagiza mpaka muda mrefu kweli. Wapi? Nimemwagiza mafuta dukani, mimi simwani. Umepotea? Sijajua sasa ni muda umepita. Nimemwambia sijaona dada yake kabisa. akanunua mafuta akamwagiza yule binti. Kaiwa mpaka nini? Mafuta ya kupikia. Sijakaona hajapita kabisa hapo. Mungu wangu, mimi nakuja kumwambia babake, nitafutia ni muda sasa masomo yule yamepita. Yaani hapa sifika maelekeo. Ujifanya hata hapa nje na mafuta. Hapo yaani akajapita kabisa. Yaani niko hapa tu nimekaa hapa zangu nimesikilizishia hapa sina hela. Mwambie babake sasa ni wewe jamani nafanya nini? Hamna. Kabla akaangalia hapo chini huko labda anapitia. Kuna hamna. Hamna. Huko juu kidogo huko. Yaani kote kama maduka yote nazunguka kila sehemu nasema fanya maskini babake alipomkali nikamjibu nini? Labda unajaribu tu kuangalia labda huko. Labda kamekana ameenda kucheza na wenzia huko labda. Hapana, nimezunguka na dada yake kila kona tunatafuta tumuone mtoto. Hapo imekuwa shida sasa. Kwa sababu tunafanyaje? Babake tunakuja kumwambia nini? Kumwambia tutasaidia sasa hivi Yesu amekaa. Sababu akija chakula ndani ya kima mtoto amepotea sasa hivi ni masaa mawili yamepita. Kwani babake ameenda? Sijui amefika nyumbani na kutoka kaacha hela akaondoka. Shida sasa hivi. Jamani, mimi nafanyaje kaka? Nisaidie basi kuangalia mwanangu jamani. Hapo nje nisaidie. Hebu jaribu kuangalia tuangaze macho huko nje labda kamepita pita huko. Labda jaribu kuangalia. Jekundu kanivaa wiki hivi. Kaka bani. Kuna kitu nimekaagiza mafuta hapa tumevaa gauni jekundu bila mkono mfupi nikaona. Sijaka. Mungu wangu. Unaona hata hapa nje. Mungu atakuwa ameenda wapi?
Kazi yangu umefanya vizuri sana. Leo utakunywa damu kikombe kizima. Chuma dawa tuondoke. Nahisi kuna wageni wanatutembelea. Nini kimewaleta kwangu? Mganga, tumefanya kile ulichokuwa umetuagiza. Sharti yetu tumetimiza. Na uhakika? Ndio. Wewe una uhakika? Ndio. Haumfahamu huyu? Na kuuliza haumfahamu huyu? Simfahamu. Nataka kucheza na akili yangu. Tizama hii. Potea! 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 Mambo mekaa. Akasema amwagize mdogo wake mafuta. Sasa amemwagiza mdogo wake mafuta toka amwagize muda ule hajarudi mpaka sasa hivi nyumbani mtoto. Yaani nimejaribu kutafuta kila kona mtoto simpati. Nimezunguka kila sehemu simpati kabisa, duka hadi duka sione mtoto wangu. Eti nini? Yaani mtoto amepotea toka ule muda ndani na unatoka nyumbani umenipa hela ya mafuta mpaka sasa mtoto simuoni. Nimezunguka yani mpaka kile imechamka mume wangu. Simuoni mtoto. Labda ameenda kucheza na wenzie huko. Hapana mume wangu, nimetafuta mno. Yule rafiki yake aliyekuwa ameenda naye amekuja kurudisha kopo la mafuta, akasema ametekwa na watu wawili ambao wajulikana, wakampakiza kwenye pikipiki wakamfunga kitambaa, walimtia pipi. Kwenye pikipiki? Walimtia pipi. Umeshatoa taarifa ofisini? Hapana mume wangu.
Hamjatoa? Sijatoa, nimeona mamangu nikufuate kazini kwako nikuletea hizo taarifa. Maana mimi ni mtoto kike, siwezi kwenda ofisini kutoka kukushirikisha. Sasa hii ni changamoto nyingine. Hebu ngoja niende ofisini sasa hivi. Sasa mume wangu unaenda ofisi gani, kwa mtendaji au? Naanzia kwa mtendaji kwa sababu sheria ifuate mkondo wake. Hawezi akapotea mtoto kwa sababu. Umesema kuna wanaume wawili walomkamata. Rafiki yake huyu alirudi anakimbia. Akaletea kopo la mafuta. Akasema Janet, kuna watu wawili walimletea pipi. Sisi tukakataa kuchukua pipi. Baada pale pipi akawa amefuata. Alipofuata wakamziba na kitambaa wakampandisha kwenye pikipiki wakaondoka naye. Hii ni kali. Ni kali mwangu, hata mimi hii ni kali. Kuliko zote hii ni kali. Kweli mwangu, tupate uongozi mwangu, bado mapema. Sasa wewe hebu subiri kaa kibandani hapo sawa? Na ukuta sasa hivi ngoja nikafanye maelekezo kule ofisini. Unaona nimevuruga kabisa hapa, nimevuruga. Mama Jana. Baba Jana. Sasa nyie tanguleni nyumbani. Sawa mwanangu. Unasikia binti yako? Mwe na amani. Ngoja mimi niende ofisini. Vipi? Shida na mtendaji. Na shida gani? Na shida na mtendaji yupo. Mtendaji yupo. Naomba mniitie au mniruhusu niingie. Subiri kwanza pewe taarifa. Kuna mgeni wako nje hapo. Mgeni wangu ana shida na wewe. Haya, karibishi. Mwambie ingie. Mtendaji. Naam. Nimepotewa na mtoto. Hata salamu hamna jamani. Unajua nimechanganyikiwa sana. Kwema lakini mtendaji. Salama tu vipi hapa? Safi. Huko ulikotoka na salama lakini. Salama lakini sio salama. Nini shida? Nahangaika kumtafuta mtoto wangu. Alitumwa dukani na mama yake. Kwenda kununua mafuta. Sasa alienda na wenzake. Wawili na maana yeye alikuwa ni watatu. Sawa. Unaona? Sawa. Lakini cha ajabu wamerudi wale watoto wawili wanakimbia kwamba Jane amechukuliwa na wanaume wawili, tena walikuwa na pikipiki na maana watu watatu. Sasa nimejaribu kutafuta kuulizia maduka yote alienda kununua, labda kama amepotea. Unaona, hawamuoni. Na taarifa hizi nimefanya hivi kuja kutoa taarifa ofisini kwako mtendaji. Naomba unisaidie tumtafute huyo mtoto. Sawa kabisa. Unasema amepotea lini? Leo mchana mida ya saa 5. Tuseme tu sio mchana sana, mida ya saa 5. Amepotea leo saa 5 za asubuhi, sio mchana. Ndio kafuatilia sasa. Nimefuatilia sana mpaka sasa hivi. Unaona mpaka sasa hivi muda kama huu hapa. Okay, basi sawa. Ndivyo hivyo mtendaji, naomba unisaidie ikiwezekana, hata itisha watu, hata sungusungu pige mwano, ili kusudi tupate taarifa zozote popote pale alipo, tumuone mtoto wangu. Mimi unasema yule mtoto aliyepotea kwa mazingira ya kutatanisha ni nani jina? Anaitwa Janet wa Upendo. Janet wa Upendo. Sasa yani nimefanya changamoto pita hapa na hapa, hamna kabisa. Nimefanya kila jitihada, yani nimepita huku na huku, nimeulizia, lakini ushahidi unapokuja kwa hao watoto hao wawili walipokuja nyumbani mama yao wakaanza kumwambia kwamba mama, Jane amekamatwa na wanaume watatu. Mmoja alikuwa na pikipiki, wengine walikuwa ni wawili. Wamejifunga manguo, mwingine alikuwa na kitambaa chekundu. Unaona? Lakini sura zao hawakuzitambua kama ni wakoje. Wamejifunga tu manguo na makofia wamevaa. Yaani usoni hawaonekani kiufupi.
Janet wa ukweli. Janet wa ukweli. Haya. Kwenye kijiji changu haiwezekani apotee mtoto kizembe. Naomba unisaidie mtendaji wangu. Hilo umefika. Unasema jina unaitwa nani kwanza wewe mzazi? Naitwa wa ukweli. Wa ukweli nani? Mihayo. Mihayo. Ndio. Yule mtoto wako ana miaka mingapi aliyepotea? Ana miaka 5. Miaka 5. Ndio. Sawa kabisa. Ana miaka 5. Alikuwa amevalia, unaweza kukumbuka alivyokuwa amevaa? Nguo alizokuwa amevaa siku hiyo. Alikuwa amevaa gauni jekundu. Gauni jekundu. Alafu kichwani alikuwa na wigi na rasta hivi jeusi. Ina midude fulani vyekundu. Yaani tuseme kwamba lina vitobo hivi. Haya. Vyekundu. Haya, nimeshamaliza. Unaweza kaenda mzee, nimeshamaliza mzee. Mtendaji nisaidie. Hilo lisiwazi. Nisaidie kabisa mtendaji. Hilo limeshafika. Naomba taarifa nipate mapema mtendaji. Hilo tutafanya kazi. Mtendaji. Nisaidie mtendaji. Nimeshakwambia mzee. Sawa. Hilo kwa hilo usiwaze sana. Na mimi nimenikera sana. Naomba unisaidie mtendaji. Afande Amani na Afande Aflek. Ndio mkuu. Kaeni hapo. Kaeni. Na taarifa za kupotelewa na mtoto. Mwanakijiji aliyekuja hapa ameleta taarifa kupotelewa na mtoto wake. Mazingira kutatanisha. Mtoto aliyepotea jina lake anaitwa Janet wa ukweli. Kwa hiyo hilo swala natakiwa tulifanyie uchunguzi mapema sana. Na tena ninawaamini msiniangushe. Hilo limekuja vinginevyo. Nimeonyesha sura mbaya sana kwenye kijiji chetu. Mnalionaje? Afande Amani na Afande Aflek nawaamini sana. Ninawatuma kazi hiyo mifanye tena haraka sana kiwezekana. Ndio. Haya, naweza mkaenda. Jema. Tumejitahidi kutafuta kila sehemu, hatujapata mtoto wala ushahidi wowote. Hamjapata ushahidi wowote? Ndio mkuu. Sasa mmejaribu katika pita zote hamna kabisa? Ndio mkuu. Sasa tutafanyaje kwa hili? Umefanya uzembe katika kazi? Bwana mkuu. Kwa nini ukosekane ushahidi? Tumejitahidi kila namna kutafuta kila sehemu, hatujapata mtoto. Sasa wote mlipopita kule kutuzunguka wote, yani hamna kabisa. Ndio mkuu. Sasa tunafanyaje? Jibu sasa, tutafanyaje? Inabidi tutumie naona nyingine ili kupata mtoto. Afande Amani, umeongea vizuri. Frank. Ndio mkuu. Mbona kimya? Mbona umejumuzia wewe? Hamna? Mkuu. Naam. Inatakiwa tufanye uchunguzi kwa siku ya kesho ili tuweze kumpata mtoto na ushahidi. Kwa hiyo kesho nalihakikishia kwamba hilo linaweza likapatikana upelelezi wake. Ndio mkuu. Haya, hiyo kazi kesho asubuhi na mapema sana mlifuatilie tena ili tupate majibu sahihi. Ndio mkuu. Naweza mkaendelea na kazi.